Mwanamke, kama mzunguko wako ni siku 28, ukifanya tendo la ndoa katika siku hizi ambazo ninaenda kukutajia, basi jiandae kabisa kunasa ujauzito kirahisi zaidi. Kama hujanifollow, basi hakikisha unifollow, bonyeza kalama kekundu haka ili uendelee kupata video mbalimbali ambazo nimekuandalia hivi karibuni. Sasa kitu cha kwanza ambacho natakiwa kufahamu, hasa wewe kwa wewe mwanamke ambaye una mzunguko wa siku 28 au siku 30, sawa? Hakikisha unafanya kitu hiki. Sasa kuanzia siku ya kwanza ile ambayo umepata period, sawa, utajipa siku 5. Maana yake siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 mpaka siku ya 5, hizo zitakuwa ni siku zako za damu ambazo zinaitwa siku za nini? Za hedhi au period. Lakini utajiongeza tena zingine siku 5. Maana yake ukitoka kwenye siku ya kwanza mpaka ya 5, utajiongeza zingine siku 5, zitakuwa ni siku 10, sawa? Ile siku ya 11, nisikilize kwa umakini, ile siku ya 11 mpaka siku ya 18, hapo kuna siku ngapi? Hapa kuna siku 8. Kuanzia siku ya 11 mpaka siku ya 18 kuna siku 8. Sasa katika hizi siku 8 unatakiwa kushiriki tendo la ndoa na mwenza wako mara kwa mara kati ya hizi siku. Sawa? Unatakiwa kushiriki tendo la ndoa mara kwa mara. Sasa katika siku hizi kuna siku ambazo unaweza ukashiriki ukapata watoto mapacha, ukabahatikiwa, lakini kuna siku ambazo unaweza ukashiriki ukapata mtoto wa kiume, lakini kuna siku ambazo unaweza ukashiriki ukapata mtoto wa kike. Sasa inatokana na wewe umeshiriki siku gani. Kama unahitaji kujua ni siku gani unatakiwa kushiriki upate mtoto wa kiume, share nami kwenye comment. Ukitaka kupata mtoto wa kike, share nami kwenye comment. Lakini ukitaka kupata watoto mapacha katika siku hizo hizo, basi niulize kwenye comment, nitakuelezea katika video ambayo inayokuja. Usisahau kunifollow, endelea kushare na wenzako ili waendelee kupata update za video hizi kama ambazo ninakuletea leo.